Hello, karibu sana katika channel ya Kapinga Vibes. Leo nitakwenda kuelekeza namna jinsi YouTube wanavyolipa kipato, na watu mbalimbali duniani wamekuwa wakijipatia kipato kwa content zao, kwa vipaji vyao. Unaona? Kwa kama na kipaji chochote kile usiogope. Unaweza kuigiza, unaweza kuchekesha, unaweza kufundisha, unaweza kucheza mpira, unaweza sarakasi, chochote kile ambacho nakiweza, basi unaweza kupata kipato. Wewe tu ndio unachelewa. Huu ni muda wako na hii ni fursa. Unapoona video basi uweze kushare ili na wenzako waweze kujua. Kwa $100 kwa mwezi kishafikisha cha kuzingatia, nitakiwa na vigezo vya subscriber 1000, watch time hours, yani masaa ambayo viewers wameangalia video zako yafike masaa 4000 kwa kipindi cha miezi 12, yani mwaka mmoja. Na sio lazima ufike miezi 12. Ikiwa kama utafanya content zako vizuri, ziwe zina sauti, ukizingatia vitu kama microphone, unaweza kuweka video ambazo watu zitawavutia watazamaji na waweza kuziangalia mara kwa mara, na ikakupelekea kupata watch time na kuweza kukizi vigezo. Unaona? Kama hujui jinsi ya kujiunga, basi utaniuliza hapo kwenye comment hapo chini, au kama nataka nikusaidie jinsi ya kufungua, utaniambia mimi nakusaidia. Cha kwanza inatakiwa ni simu yako. Simu yote, sio lazima iwe Samsung au Nokia au Pixel, hapana. Kwa simu yote ile ambayo utakuwa nayo, unaweza kuanza nayo kwa ajili ya kufanya content zako ID. Umeona? Cha pili, ndio kile kipaji chako ambacho ulicho nacho. Kisha kinua nifanyia mazoezi, ukishafanya mazoezi kitangaze. Kisha kitangaza ni mtandaoni, basi baadaye unajipatia fursa ya pesa. Kama ukisha monetize, unajiunganisha na mfumo wa YouTube partnership. Umeona? YYP. Yani maana yake unajiunga na ule mfumo wa ads, kwamba video zako ukishakuwa umemonetize na kile vigezo, kwa matangazo yanakuwa yanapita kwenye video zako. Hiyo inakupelekea wewe kuanza kupata kipato na kuweza kuendesha maisha yako mengine. Usitumie smartphone kwa ajili ya kuangalia mbea mtandaoni, kuangalia vitu ambavyo kwako havikuletei faida. Zaidi ni kumaliza data. Hapana. Kama una kipaji chochote au wewe umesoma, una vyeti vyako, lakini hujui utafanya kazi gani, hii ni fursa. Ukiwa na smartphone yako tu, kama unaweza unanunua kamera, unanunua stendi na simu yako. Kama unaweza stendi, kama mimi nimeanza low budget kabisa, video yangu ya kawaida, natumia simu ya kawaida tu kurekodi, japo na microphone hizi hapa. Umeona? Lakini nimeanza na budget ndogo sana. Umeona? Unafanya video zako na pia mtandaoni tayari. Fanya kile kitu ambacho kina muendelezo. Usichukue kitu ambacho mbele na kuna muendelezo. Kitu kingine ambacho kinachanganya YouTubers wadogo, maana watu ambao wanaanza YouTube, kwamba wanaweza kuwa wanafanya vitu vingi wakati mmoja. Inabidi uchague kitu kimoja. Kama unaigiza, unafanya mambo ya maigizo, comedy, basi ufanye comedy tu. Sio unachanganya comedy, leo mpira, leo kilimo, leo habari. Hapana. Kama channel yako inahusu habari, basi post habari. Kama inahusu comedy, basi post comedy. Na kuna jinsi ya kujisajili pia. Kuna kujisajili kwa ndugu zangu ambao wako Dar es Salaam au mkoa wote, unaweza kwenda pale kwenye hapo TRA tax na kujisajili tayari, au hadi ukishakuwa umemonetize na kujisajili. Ukishajisajili, channel yako inakuwa inajulikana. Kwa maana hiyo, wewe unakuwa huru. Hata kama una kamera yako kubwa, drone, unataka kufanya content yako sehemu, unaweza kuirusha kwa sheria maalum. Unarusha kama unafanya kazi yako, unakuwa na uhuru. Kuna mtu ambaye atakuzuia kwenye kazi yako au atakuletea shida, kwa sababu unakuwa kwanza una kibali cha kufanya hicho kitu. Kwa cha kwanza pia tukumbuke kujisajili. Unaona? Kwa moja kwa moja usiogope. Kama unakuwa na kipaji chako chochote kile, unaweza create Google account ambayo ni business account, ukacreate YouTube channel, ukaweka cover safi ambayo watu wakiangalia moja kwa moja inawavutia, kwamba wanajua hichi kile unachokifanya ndio ambacho kipo kwenye cover au profile yako. Kwa hiyo inatakiwa uweke profile nzuri. Umeona? Kuna madesigner wengi sana wa logo pia zinatengenezwa. Hiyo logo ni sababu ya kulinda kazi yako. Kwa mfano video za miradi hayo, utaona pale pembeni au pembeni wapi pale kwenye video kuna hayo maana kile pale. Sasa ukiupload hii video, ukidownload, ukiupload kwenye channel yako, logo ile
YouTube wanatambua kwamba hii video umefanya kuiba ni video ya mtu na kitu ambacho ndio YouTube hawataki. Sababu YouTube pia, achana na hivi vigezo, kuna masharti yao. Masharti kabisa ya kwanza, hawataki uchukue kazi ya mtu mwingine, ya msanii mwingine, artist mwingine uweke pale kwenye channel yako bila ruhusa ya yule mtu. Hapana, kuna sheria maalum juu ya hilo, nitakuja kueleza video inakuja. Kama hujasubscribe basi nakuomba usubscribe Kapinga Vibes. Hii channel yangu inahusu mambo ya movie cap na mambo ya burudani mbalimbali. Pia naomba tusubscribe sababu wote tunaanza, hatimaye wote tuweze kumonetize tu. Kwa kile ambacho utakuwa hukijui, hujaelewa vizuri, wewe niulize tu. Namba zangu hizo hapo 07 43 04 52 10. Hiyo ni Vodacom. Yes, unaweza kutumia 07 14 636 757. Cha kufanya nini? Ikiwa kama una ring light, umepata ring light ambayo ring light kama simu yako inakaa hapa, ile kwa ajili ya kuonyesha vizuri, kuonekana video yako ina muonekano vizuri kwa viewers. Unaona ile kama hicho hapo ambayo inaitwa ring light. Japo sio muhimu sana, cha muhimu sana unacheza engo chumba chako. Sio lazima upate eneo kubwa sana la kurekodia. Kule ndani unaweza check engo hii inakaaje, ukaedit mazingira mwenyewe bila kuedit kwenye simu. Unaona? Taa isikumulike huku. Kumulika huku basi watazamaji hawezi kuona. Taa mbele yako. Kumulike uso wako. Unaona? Na jinsi ya design uso wako na sauti video yako jitahidi isikike. Mtu anaweza kana kuangalia ni mada unayoelezea nzuri, lakini hasikii sauti, kwa inakuwa video inakosa mvuto, hata viewers wanakosa kurudi kwenye account yako. Unaona? Kwa usiwazi nani na kamera kubwa, sio nianze nataka shilingi ngapi. Hapana. Hata kama huna una smartphone, basi una uwezo kufanya. Kwanza una smartphone yako ambayo inarekodi vizuri, pia uwe cha kwanza kipaji chako. Unaona? Unafanya kitu chenye muendelezo ambacho utaishia njiani, sababu ukichukua kitu ambacho mtu mwingine anafanya kaiga, kwa siku unaishia njia. Hapana, unakuwa hujui wapi kile ambacho unakitaka au unasomea zaidi, jifunze zaidi mtandaoni. Nikiwa mjua kwa kusoma kwa mtandaoni, kusoma vitabu mbalimbali, kufanya haya mazoezi ili uweze kuwa vizuri. Kama unaelewa basi hapo chini acha comment yako, na nitakupitia. Natamani sana maoni yako, ushauri wako, au kama kuna kitu ambacho unaelewa, comment hapa chini nitakujibu.